Ya, hili jioni ya namna yake na kila kitu ambacho mimi nataka nikuoneshe basi nipo na uhakika nacho. Ni siku nyingine ambayo leo kama unavyoona kibao kinajieleza. Bango linasema ukweli. Mimi ni Sancho JR na kibao kinasema kwamba Simba dhidi ya Singida Big Star. Leo ni tarehe 28 mwezi wa 5. Kuna watu wengi sana wanatamani kujua kitu gani ambacho kinaendelea katika ligi yetu ya NBC, na watu wote ambao watakuwepo leo watazungumzia kila kitu ambacho watakiona katika dakika 90 za mchezo. Karibu wewe mtazamaji, usisahau kusubscribe channel yangu na kupita katika kila kitu ambacho naenda nacho. Ungana na mimi tuende sote mpaka pale tunapofika mwisho wa kipindi hiki. Tutakupatia mengi na wapo ambao watazungumzia kiunaga ubaga mechi ambayo imesikia leo. Mimi Sancho JR. Nyuma ya kamera kuna Nairobi Pixel mnyama mmoja hivi. Tuwe pamoja. Stay hapo uweze kujua mengi sana juu ya hili. Asante. Simba dhidi ya Black Stars. Na tayari Simba yuko mbele. Goli 1-0. Dakika 90 zikiwa zimetamatika, Simba dhidi ya Singida Big Star. Hapa ndipo na mashabiki ambao wametoka kuangalia mpira kwenye banda hili unaona mbele. Tutazungumza nao machache ambayo wao wameyaona na wewe unatakiwa kujua. So niko na jamaa hapa ambaye atakwambia kitu gani ambacho amekiona katika mpira huu ambao umechezwa leo. Bwana mvipi? Simba kabisa ni hivyo. Uone tu. Mimi naitwa bwana kwa majina yetu Mwangalie ndani ni Super Simba. Wewe Kama leo niko ndani ndio Simba ndani. Sawa, ni mashabiki ambao wanasiona wengi sana ambao wanao lakini kuna mashabiki sana ya katika pichi upande wa mwana Simba shukuru Mungu baya bwela huo epa na tunashukuru kwa sababu muhimu maki ukiangalia Simba mechi baki yani kweli kama mtu wa mchezo kocha wetu kweli. Sawa, ni shabiki mwenyewe amekiri kwamba mbaya ubwela kuna baadhi ya matukio yalikuwa ni kiasi lakini imefunikwa. Sasa kuna wengine tuzungumze nao ili watuambie kama ni sawa ama si sawa. Asante. Brother, asante sana. Asante sana. Pamoja mbaya ubwela. Simba kabisa. Wa Sabani. Wewe ni shabiki wa wewe ni Msimbazi. Mimi na sana. Umeangalia pia Simba dhidi ya Singida. Kila unazungumziaje kwa hiyo nafikiri kwamba Simba kipindi cha pili kimecheza chini au kulingana na bado ambazo amecheza huko nyuma, maana wametoka wachezaji nyuma na kesho pia Jumamosi kuna mechi na hawa hadi lazima tuwalinde wachezaji mradi Jumamosi tuwazidi. Sawa, kuna shabiki mwenzako hapa nilikuwa naye anasema kwamba yeye amekiona matukio ambayo yametokea hivi baba. Je, wewe yale matukio kwa wewe kwa jicho lako kama ungelikuwa muamuzi kali kwenye dimba la kati ungeamua nini katika yale matukio? Bana, watu wengi wanaangalia mpira hawajui maana ya penalty. Penalty ni hadi penalty ni muamuzi. Haimuhusu mtu yoyote mwingine. Unaweza kusema mtu akachezewa tapu ukasema penalty. Unaweza ukaona mtu akachezewa hizi ukasema penalty. Lakini penalty inakuja automatic kutoka kwa muamuzi mwenyewe. Penalty. Penalty ya road inayo ni muamuzi. Hakuna mtu anayejua penalty. Asante sana. Tuko hapa. Bwana bado kuna wengine wataongea nao ili kutuambia kile ambacho wao wamekiona. Kuna mzee hapa niongee naye. Wewe kama kocha ama refa, si ndio? Kitu gani unazungumzia katika hii mechi ambayo imechezwa leo Simba dhidi ya Singida? Yaani game ya leo kwanza timu zilijiandaa. Mwalimu piga. Yaani kila mwalimu
namna alivyo train timu yake na maagizo kwa wachezaji kwa mchezo vizuri sana. Ni mechi ya ushindani, utafikiri finali. Isipokuwa imeharibiwa kwa maamuzi. Anyway, kwa mfano kama kuna kosa la awali katika dakika 44, 43, 42 kipindi cha kwanza. Yule center referee wakati mwingine anataka nimtetee, yani distance alikuwa nayo, position alikuwa nayo, anaweza kawa ile tukio kuliona kwa uhakika. Lakini tafsiri ya mpira anasema hivi, mchezaji akiwa kati ya mpira na wewe, anything happens, ni foul. Kwa sababu hakuna mchezaji ambaye ameingia na ugonjwa wa kifafa pale ndani. Kwa hiyo mchezaji akiwa kati ya mpira na wewe, yani mtu yuko katikati ya mpira na wewe huku nyuma ukatia ujeuri wowote, ni penalty. Kwa hiyo yule dada yule assistant referee basi angemsaidia, ndio maana anaitwa assistant referee. Na ndio watu wanaambia hakuna linesman siku hizi. Ukimuita mtu linesman, yule mwanamke utamwitaje? Let's go. Ndio maana wanaitwa waamuzi wasaidizi, inawacombine awe mwanamke awe mwanaume. Kwa hiyo ni muendelezo wa kusema kwamba Simba anabebwa kwa sababu matukio yote yale ya penalty yametokea upande wa Simba. Mpaka na hamu kama yani mimi niliwahi kuchezesha mechi moja wakati hata VAR haijaanza. Kwa hapa Tanzania. Likatokea tukio alafu nikawaambia wananchi kwamba kwa hii weka pale. Hapo ngoja kwanza. Kameramani, naomba hiki kitu ukichukue vizuri na uambie kwamba VAR kabla haijafika, basi mzee wangu alikuwa anaonesha watu hii VAR mpira ukae pale. Kama turudie hilo tukio, turudie kidogo. Kwa unawaambia kwamba naambia hivi, hii naonyesha hivi, weka pale. Sasa tafsiri yangu wakati huo kwamba mass imeona watu wote, kwa sababu uchezi chumbani huu kila mtu kaona kwa tukio ile, weka pale. Yani kwa mipira hii ambayo inaonyeshwa sasa hivi na dunia inazidi kuwa kiganjani, waamuzi nafikiri kwa nafasi yao ya kuenjoy. Na msifu sana yule mtoto wa Manyara yule, ataendelea kuwa the best referee Tanzania, ataendelea kuwa the best. Kwa hiyo unaona kutokana na hivi watu wanapochezesha ama refa wetu wanapochezesha na mistake zao kuwa nyingi, maana hawatoki nje ya bali na kutoka tu wao wanatuharibia mpaka washabiki wanaona kama tukicheza kama juzi ile mechi ya finali tuna watu wanasema ile rafu waliocheza Kagoma au kustahili kabisa. Sasa unamuuliza unasema alicheza rafu alafu haistahili nini? Sababu kosa maana yake ni caution, adhabu inakuja. Sasa unakubali alicheza kosa lakini nyepesi. Yaani hakuna faulu nyepesi kwenye mpira. Aidha mwamuzi aache ama itolee maamuzi. Hiyo tunaigongelea hapo kwamba hakuna maamuzi mepesi kwenye mpira ama mistake ndogo. Hakuna rafu, hakuna kosa dogo kwenye mpira. Adhabu lazima itoke kwa kila kosa ambalo linafanyika uwanjani. Sasa mimi nashukuru mzee wangu kwa kuweza kunipa hii elimu, na hata wanaotazama kule wanajua kwamba sasa kumbe tukiwa tunaweza kusimamia hii misingi yote ambayo tunahitaji, kwa sababu siamini kwamba shuleni wanapoenda kusomea wanafundishwa kwamba tufanye makosa. Kwa maana haya yanafanyika uwanjani. Wewe unahisi kwa maono yako wewe makosa ya tayari kwa muamuzi, ama kuna mengine muamuzi anaona acha tuliende asipoteze muda sana, yani kama afanye ni fair play tu wakati ya yani tafsiri ya fair play na tafsiri ya maamuzi ni vitu viwili tofauti. Yani wakati mwingine hawa waamuzi wetu wa Tanzania wanapelekea mpaka wa viongozi wa shirikisho, viongozi wa bodi ya ligi watukane, wakati mwingine hata maagizo labda hawajawapa. Sababu tafsiri ya maamuzi haya inaonekana kuna maelekezo. Sababu maamuzi kwanza mpaka awe qualified kwa maana ya kuchezesha, anatakiwa ajue sheria. Bali na sheria anatakiwa awe na utimamu wa mwili. Yaani ukiona waamuzi wa Tanzania wako wengi sana waamuzi ili wapate kupangwa kwenye ratiba.
lazima afanye wanaita mazoezi ya utimamu wa mwili. Wanapimwa kutoka kukimbia, kwa kufanya nini, afu kisha wanaingia darasani. Kule darasani ni kwenda kukumbushwa na mabadiliko ambayo FIFA wamewatoa. Leo ni sasa hivi kufanya hivi na kufanya hivi. Lakini sasa akiingia uwanjani na namna alivyopitia kwenye semina au mafunzo au makumbusho, inakuwa tofauti kabisa. Sasa unajiuliza huyu kinachomshinda nini? Sasa watu wanayapeleka kwa kina Karia, wanapeleka kwa Kisuguto, wanapeleka wakati mazingira Mungu huenda hawahusiki na chochote. Lakini tafsiri na maamuzi yanayotolewa na waamuzi yanakera. Mimi sikufichi, mimi nimewahi kuchezesha hizo mechi na mpaka na maagizo. Nikamwambia niliwasikiliza kwa wale walionipa maagizo. Hapo kwenye maagizo ina maana timu fulani na maagizo kwamba wana viswahili vyao wasaidie. Hakuna kusaidiana kwenye mpira bana. Wasaidie vipi? Sawa. Je, hivi vinavyotokea unahisi kwamba kuna hayo maagizo ndio maana yanatokea yote? Kwa namna tunavyoona maamuzi, tunapiga tick. Unajua maamuzi unasema makosa ya kibinadamu yasirudie ndani ya mchezo huo, yasirudie. Kweli inawezekana. Unajua maamuzi anapocheza pale sio anakimbia kama moyo mule ndani. Wana maeneo ya kukimbilia. Ili kutoa uwezekano wa yeye na msaidizi wake waonane. Na ndio maana kuna assistant referee number 1 na assistant referee number 2. Kwa anapokimbia yule tunaita diagonal. Yaani nikikimbia mpira unaenda huko, lazima muda wote niwe naonana na assistant referee. Nikiwa nakimbia huko lazima muda wote naonana na huko. Ndio maana wale wasaidizi ikitokea tukio lolote ili kibendera sikae jibu muda mrefu. Sasa siku hizi mambo yamebadilika, watu wana ina maana hata kama usipomuona atakuita. Johnny vipi? Usaidi hiyo. Okay, sawa. Mzee wangu ameongea mengi sana, lakini mimi naomba nimuulize tu swali moja ambalo yani akompare kati ya hao wawili ambao tunawataka. Leo kulikuwa na battle kubwa sana dhidi ya Jonathan Soa na mzee wa vichwa. Ndio, wale ni washambuliaji, ndio. Mastraight. Je, kwa wewe watu ambao limeonekana nani ambaye ameperform vizuri katika kufanikisha lengo lake hili? Japokuwa Desi amefunga. Yaani kimsingi yani ungesema nampa nani credit katika performance ya game ya leo? Yule Jonathan Soa. Anafanya vizuri sana, ana akili sana. Yaani zile faulu alikuwa anachezewa, anazitengeneza. Yaani mchezaji yule achana naye. Kama maamuzi yake na penalty hazina idadi. Yaani hata kama kafanyia tukio la kwanza mlaji tu alifanyia. Tukio la pili hata kama penalty 3 zitapigwa kwa ajili ya mchezaji mmoja kusababisha. Sawa. Leo tunaenda na Jonathan Soa. Sasa basi, asante kwa kuwa na mimi pamoja hapa mpaka pale ambapo tumefikia. Robbie Pixel. Shukrani brother. Unaumiza.